nashindwa uvumilivu, chozi bila utulivu linabubujika. Bahati imenuna machozi yanitoka. Kumbukumbu haziishi, tuloahidiana jana, leo tumeachana, moyo ukabaki pekee. Naumia maumivu ya penzi la kufosi, ninalia nashindwa uvumilivu, moyo umebaki pekee. Penzi la kufosi, penzi la... Umefanya vizuri bwana. Dua mtu akila mwisho wa siku lazima ateremshe maji. Mke wangu, leo umepika chakula kitamu sana. Yaani nashukuru sana. Hebu ngoja niweke maji maana nimekula nimeshiba. Chakula kitamu gani? Yaani wacha nikwambie mke wangu, katika siku ambazo umetumia ufundi wako katika upishi, basi leo umetumia kila ujuzi ambao ulifundishwa kwa kweli. Yaani leo hebu ngoja ninywe maji kwanza maana nasikia koo inakauka. Nakosa. Yaani nanywa maji peke yangu wakati mke wangu yuko hapa. Chane kuwekea maji. Sikaleka kwa nzuri sana. Ngoja swali hapa karibu. Sasa mambo gani tena haya? Yaani kwa sababu wewe umenipikia chakula kitamu sasa ndio uniwekee miguu. Mke wangu, hiyo sio vizuri, sio vizuri. Hii si vizuri kabisa. Lakini sawa. Inakubalika, siku ya wapenda nao. Nimeshatoka shambani kule. Sahihi. Jua ndio limetua. Kesho nitaraukia shambani nikafanya shughuli zangu. Hakika kutangulia sio kufika. Una nini wewe mbea mtaani? Mwanaume mzima una tabia za kembea. Kwa makini unaenda kuaibika. Mwenzako Kelvin anaenda kuitwa baba. Kwa hivyo kama anaenda kuitwa baba wewe inakuhusu na nini? Kukucha wako kilimoni wanatafuta watoto. Roma, kama umelala na mdogo wako. Ndoto zimekufa. Upendo wa mateso, kumbukumbu haziishi. Tuloahidiana jana, leo Kisha uingie shambani kufanya kilimo. moyo umebaki. Naumia Fanya kilimo, acha hasira baba. Ona unapoheshimika na kuaminika baba kijiji. Eti anakuita mkulima hodari. Hodari gani hata mazao yanaonekana? Kabdomo nimeshaka. Lakini nimekupatia vidogo vyako. Yaani nadalika kiasi hiki kwa sababu ya mtoto. Wacha nile nikachukue dawa za mitishamba. Niwe. Na raundi hii asipopata mtoto lazima ahame. Lazima ahame. Huyu vipi? Habari zako mwenyekiti? Salama tu, endeleaje? Salama sana. Kwani Mbani kwema. Kwa mambo changamoto lakini ndio maisha. Tunashukuru Mungu. ndio vizuri, kama maisha yanaenda vizuri. Pia vizuri. Maana kuna matatizo kama hizo. Nikaja kapita
Naona umekuja tu kama kuja najipe tena ama umekuja na mambo gani tena leo? Mimi hata nimesharudi kwenye shughuli yangu ya kilimo kule kulimia mboga. Na mimea nyingine kama mnavyojua kwamba hapa kijijini basi sina shughuli nyingine zaidi ya kilimo. Mimi basi naendelea na shughuli zangu za kilimo, na kwanza sasa nataka niongeze jitihada zaidi ili watu wote wa kijiji chetu wao wanachukua chakula kutoka kwenye shamba langu. Vizuri kabisa. Wanaume wengine bure kabisa. Yaani ukimwangalia hivi utasema ni mwanaume, kumbe mbea tu. Yaani hata afadhali mwanamke. Watu wengine bure kabisa. Kweli mwenyekiti, kuna wanaume wengine hawafai kukaa kwenye hichi kao. Kabisa. Hebu habari ya huyo mzee nilikuwa nimesikia. Sielewi kama kwani shida iko wapi, changamoto. Lakini yeye sielewi. Mwenyekiti, mbona nikataa? Yaani unanikataa. Vipi tena? Kwani ni wewe? Mimi najikubali, profession yangu ni umbea. Unaona? Tulia. Mwenyekiti, ili uitwe mzee lazima uwe na mtoto. Wewe ndo kachakarike ndo uitwe mzee. Mwenyekiti unamsikia huyu maneno yake? Mwenyekiti, huyu utakuja kumfanya jambo baya sana. Mwenyekiti, achana. Wewe na vipi? Yaani unakuwa yule bwana niambiwe yule. Sasa mnawezaje kumpatia kiti kama hichi cha uzee? Yaani sijui ni kwa nini wanakijiji wanatuhukumu kiasi hiki. Nilikuwa nimeenda kwa mwenyekiti, kulikuwa na mkutano wa baraza. Lakini Hussein yule mbea amekuwa pale. Wameniongelelea vibaya kuhusiana na suala hili letu la kutopata mtoto. Kwani hivi wanadhani ni kupenda kwetu? Au ni nini ambacho wanakihitaji kutoka kwetu? Hili jambo limeniumiza sana mke wangu. Limeniumiza sana. Yaani kiwango ya kwamba wananiambia kama wewe kwa mzee kati wale wazee wa baraza. Hivi kumaanisha wanataka kuniondoa katika baraza la wazee kwa sababu sina mtoto. Pole sana mume wangu. Wacha nikajitulize ndani kidogo. Haya, kumbuke mume. Lakini nitajuaje kama mimi ndo mwenye shida? Asili yakawa ni mume wangu alafu niwe nalaumiwa mimi. Ama nirudi kule kwa ex wangu. Nikipata mtoto nitajua bwanangu ndo mwenye shida. Lazima nifanye jambo. Moyo wa maumivu umeshindwa uvumilivu, chozi bila utulivu linabubujika, bahati imenuna Mirembe Mola wa giza, umefika wakati damu italipa, giza kitatawala. Ni wakati wa kuwapokea sadaka. Ni lazima utoe mume wako kafara.
Jamani, naomba mnipe muda, hata sijakataa sana na mume wangu. Linda, usiniambie umeanza kumpenda huyo mwanaume. Haukwenda hapo kwa ajili ya ndoa, ulikwenda kwa ajili ya kutafuta kafara. Lakini mkuu, Nyamaza haraka. Usipotimiza masharti, tutakuua sisi wenyewe. Mizimu ya babu, nimekuja kwenu, naomba msaada wenu, naomba mnibadilishie masharti. Kweli naona vigumu kumtoa sadaka bwanangu. Nashukuru sana mizimu ya babu. Kasongo mobali nangai Kasongo mbona wewo Kasongo mobali nangai Kasongo mbona wewo Ko hapo ndani amejituliza, nasubiri midamida hapo afanye mambo yake. Tunajua tena jioni saa hii. Naelewa. Bro, niko na tatizo. Tatizo gani tena? Yule mwanamke nimempa ujauzito. Sasa shida iko wapi hapo? Naona jambo liko sawa. Amefukuzwa kwao, sasa nifanyaje? Mimi naona ni jambo la heri. Ushauri wangu kwako ni kwamba umuoe huyo mwanamke. Wacha nikuambia Kevin, kama kuna wakati mzuri wa kupata mtoto wa kujenga familia ni wakati huu wa ujana wako, kwa sababu huu wakati utatumia nguvu zako ni kwa ajili ya kuilea familia yako. Inapofika wakati ambapo labda umefika miaka 40, 50 kule, unakuwa umetulia nyumbani, unashughulikiwa na mtoto wako. Shida siku mwoa. Pale nyumbani naishi na kijomba. Na amesha kunistiri. Kumbe ndio tatizo. Mbona jambo rahisi tu, wewe chukua miti ujenge, mambo fresh. Na hisi hujanielewa, ujenzi unakitamba. Tatoa wapi hizo pesa kwa kujenga? Mbona mambo madogo hayo?
Unaongea na mjomba wako pale, mnaweka mambo sawa, kila kitu fresh. Kama kuna ushauri mwingine ongea. Yule mzee ni mtu mzuri. Wapi? Sasa kama kuongea na mjomba wako ni kazi ngumu, mimi nitaongea naye. Kwa sababu wajua sisi ni vijana na lazima tusaidiane. Unaona? Ukiwa na shida mimi lazima nikusaidie. Sasa kama kuongea na mjomba wako ni shida, wacha mimi nitaongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Kwa si kila mtu ana bahati kama ulionayo kupata mtoto. Hata mimi nilidhani kama ndoa yangu itakuwa nzuri yenye mafanikio, lakini angalia sasa mpaka sasa sijapata mtoto. Lakini najua hii tatizo lazima litakuwa liko na mke wangu. Tatizo lazima litakuwa na mke wangu. Lakini wewe tapatana tu, usijali mambo madogo hayo. Uko ndo kwa mwanaume sasa. Hili eneo jipya nataka nilifanyie upanuzi. Nataka nipanue shamba langu ili kila mwanakijiji awe anakuja kununua chakula katika shamba langu. Najua sio rahisi lakini nahitajika. Tangu Linda aende nyumbani kwao, amebadilika kitabia. Yaani simuelewi. Wakati mwingine anasema yuko busy, wakati mwingine hata hapokei simu zangu. Kwani ni kitu gani ambacho ananificha? Huyu si yule Linda niliyemwoa. Ama atakuwa amepata mwanaume mwingine tofauti na mimi? Hapana, haiwezekani. Nakataa. Hawezi kuwa na mwanaume mwingine. Lakini mbona amebadilika namna hii? Brian, we ni mwanaume bana. Kaza bana. Heri nijipunguzie mawazo. Nimekaa sehemu tulivu kwa ajili ya utulivu wa akili na moyo. Brian. Nahangaika kutafuta sana. Wewe umetoka wapi? Umenishtua sana. Umenishtua sana. Nahangaika nikutafuta, kuna jambo. Jambo gani?
Ulimwona Linda jana ofisi? Linda? Usiku? Wapi? Kwenye banda la Alex, yule mvulana aliyetoka Nairobi, amerudi. Na hakutoka mpaka usiku wa manane. Una uhakika na unachokisema? Moyo wa maumivu, Kamata picha yake kupigia. umeshindwa uvumilivu. Usinilinda kabisa huyu. Usinilinda kabisa huyu Ni wenzenu nao. Yaani Linda anaweza kunifanyia kitu kama hichi? Linda. Huyu msanii alikuwa anampenda sana mazee. Yaani huwezi amini. Yaani siamini kama ndo ananifanyia kitu kama hichi. Nani tena ambaye ananipigia? Huwezi imagine. Linda anapiga. Tunakutana kesho asubuhi mbele ya boma la mzee Juma. Uje kusema ukweli. Kumbukumbu hai Maana kesho tuloahidiana jana. utavua ngozi yako mbele ya watu wote. Naumia maumivu ya penzi la kufosi. Ninalia nashindwa uvumilivu. Moyo umebaki pekee. Penzi la kufosi. Penzi la kufosi. Penzi la kufosi. Ni wenzenu naumia. Moyo wa maumivu umeshindwa uvumilivu. Chozi bila utulivu linabubujika. Bahati imeluna, imenuna, machozi yanitoka. Kumbukumbu haziishi, tuloahidiana jana. Leo tumeachana, moyo umebaki pekee. Naumia maumivu ya penzi la kufosi. Ninalia. Hii njia. Acha tumuulize mzee. Wewe, salama sana. Salama. Unaendeleaje? Salama sana. Kwa tunauliza njia kwenda kwa Moses. Wapi tena? Moses. Yeah. Moses unamuuliza nini? Wewe mwanzo ni nani? Maana hizi sura sijaziona hapa kijijini. Hizi sura gani sasa? Sasa mnataka kumuulizia mtu kirahisi na waelezaje maelezo yao? Pole, Moses mimi rafiki yangu. Huyu hapa ni bibi yangu. Huyu hapa ni mtoto wangu. Mimi ni mchungaji. Moses kwa tunashiriki kanisa moja. Ndio tumekuja kumtembelea sasa. Oh, wewe ni mchungaji wa mbuzi, wa ng'ombe ama mchungaji wa nini? Labda mzee hujatuelewa. Mimi sio mchungaji wa mbuzi wala wa mifugo. Mimi mchungaji wa watu na hubiri neno kwa watu waokoke waone uzima wa milele. Unahubiri neno? Ya, neno la Mungu. Mungu? Mungu yupi huyo? Mungu anaishi. Mbona unanichanganya? Kwani mzee haujasikia habari za wokovu? Wokovu ni nini? Mtu kuokoka. Ile unaenda kwa kanisa, unaombewa sala ya toba. Sasa sikiliza nikwambie. Wewe mzee hapa, wewe ni mgeni hapa kijijini. Na hizi habari zako ambazo unakuja nazo huku zitakushinda. Mimi nakueleza tu kwa wema. Ukija na hizi habari zako huku na wachawi kibao. Kwa hivyo ukisema mambo yako sijui wokovu sijui nini, kitakuta kitu kibaya. Kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Naamini Mungu aliye hai, yuko na ulinzi. So hakuna nguvu ya giza inaweza mshinda Mwenyezi Mungu. Wewe hujakutana na hao wazee wa hichi kijiji? Hapana.
hapa utapotea. Sisi potea. Mungu tunamwamini sisi. Mungu aliokoa watu wengi sana. Usije ukaacha familia yako wanataka. Hii familia iko katika msingi ya imani. So tuko ulinzi wa kutosha mzee. Hata wewe pia ingekuwa vizuri na wewe ukajua Mungu. Falme ambao ukiingia huko hakuna chochote kile cha kuzimu, mambo ya majini, mambo ya wachawi. Huko ukiingia kwa Mungu huko mzee, nakwambia huko na uzima na ulinzi wa kwa hivyo unamaanisha huko kuna usalama kabisa. Kwa hivyo unamaanisha mtu akiingia katika ufalme wa Mungu au venye unavyonieleza ya kwamba wachawi hawatamsumbua kabisa. Wachawi hawamsumbui. Hapo kuna ulinzi wa moto mzee, nakwambia. Hivi unawagisa hao wachawi hapa hawataweza kabisa. Hawawezi kukudhuru. Hata hawa ufalme wa mbinguni hawa. Katika kama imani mimi ni nani? Acha tusome kitabu cha Biblia hapa Mathayo. Lakini kabla hiyo acha tukutanguliza kwa Mungu, upate ulinzi ili upate fahamu zaidi ya Biblia. Chini naongea, unarudia nyuma yangu. Sema Baba yetu uliye mbinguni, nakuja mbele zako kama mwenye dhambi. Futa dhambi zangu katika kitabu cha mauti, nene katika kitabu cha uzima. Andika katika kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu nimeomba kuamini. Nimeomba kuamini. Sana. Na hapo kwa Moses hapo tutakuwa na ibada, utakuja tuangalia tuone sote. Sasa kwa Moses, unaona hii barabara hii. Ukienda hivi moja kwa moja hapo mbele utaona njia imekata upande huu. Ukiingia tu hivi, nyumba utakayokutana hayo hapo ni ya Moses. Amejenga nyumba nyingine nzuri sana. Na ona hauko mbali na hapo. Nile tu nilitaka kujua kuhakikisha kwamba naongea na kina nani. Nije nikatoa taarifa kwa watu ambao labda ni wahalifu. Sasa mzee. Lakini mzee, kabla tuondoke, acha tukupeka zawadi. Bibi yangu toe zawadi ya huyu mzee tumpe. Kwa hivyo acha mnatembea na zawadi kabisa. Acha tukubariki. Mzee, jaribu kama inaweza kufaa vizuri. Hebu nijaribu, sije kawa mkubwa kuniliko. Niangalia hivi. Yuko sawa. Mimi naona iko sawa. Iko sawa kabisa. Ama unasemaje mama mchungaji? Iko sawa kabisa. Wewe mzee. Nashukuru. Habari zenu? Nzuri. Wacha niwaambie. Nipe kiti kwanza nikae nikwambie. Mmesikia? Nini? Hamjasikia? Kuhusu nini? Nakwambia we. Linda kumbe yako na mimba ya ex wake. Wacha. We, Pendo, hizo habari ni za ukweli ama unatutania? Habari zangu ziwe za uongo? Kwa nini? Mimi basi huwa nimefanya uchunguzi kabla niseme habari zozote. Ni za ukweli, hata hakuna uongo. Sapo ni ajabu. Na inavyosemekana eti Brian mwenyewe hana uwezo wa kuzalisha. Maajabu kabisa. Kwa hivyo mwenzangu hapo nikijipeleka tu ni show, hakuna mambo ya mimba. Bibi ya mchungaji.
Kazi unayo. Mambo madogo tu hayo. Mambo madogo kwangu hayo. Wewe naye kudanganya tu. Kuoga. Mimi. Haya, yaishe. Mwakani huu. Wewe naye kudanganya tu. Kuoga. Haya, yaishe. Barizeni. Mwanangu. Hebu nibanike chombo changu sije nikapata nyota ya utasa. Si vizuri basi. Si vizuri kitu gani? Si vizuri. Nibandike hapa nimekwambia. Haya. Unajua si vizuri ndio unafanya meza. Haya ni sawa. Endelea. Sawa. Naumia maumivu ya penzi la kufosi, minalia nashindwa uvumilivu, bona mapenzi nafasi, minalia nashindwa uvumilivu. Bwana tufiki. Umefika bwana. Wewe Ni hapo mbele kisafika. wewe ngoja nipate ni uongo wako tu. Sasa hapa ndo umesema ndo kwa mganga. Ndio tu. Mganga yupi huyo? Si mganga yule pale. Karibuni sana, karibuni. Karibuni sana. Karibuni. Mganga. Nimekuletea mwisho siku sinsahau. Nimekuletea mteja hapa. Ewa. Wewe hata usijali kuhusu hilo. Makoto tu nyingi bana. Usijali. Wewe atatuma ukoto. Si unajua tena. Mimi narudi zangu. Wewe. Ngoja kwanza. Unataka mkanyang'anye kwa nani yako wewe? Samahani mganga. Samahani nini? Kwani hujui sheria? Wewe wapi? Samahani ni mara ya kwanza kupita. Chini huko ni kwa misimu yangu tafadhali. Mtu mwingine. Samahani sana. Samahani mtaalamu. Sawa. Mganga mimi nimekuja hapa na tatizo. Tatizo gani? Mganga, sasa ni mwaka wa pili tangu nimemuoa mke wangu. Na katika ndoa yangu ya kwanza na ndoa hii ya sahihi sijafanikiwa kupata mtoto. Nini? Sijafanikiwa kupata mtoto. Hilo tatizo dogo sana kwangu. Mizimu yangu haishindwi na kitu chochote. Subiri uone. Mizimu. Karibuni kabisa. Hapa mmefika. Hakuna mganga kama mimi. Naweza yote. Sishindwi na lolote bana.
Jiwa wapi? Karibuni kabisa, karibuni sana. Kuna mtu amekuja na matatizo. Shida yake mtoto ajue shida ni nini. Bwana amesema nisaidieni kwa hili. Asanteni mizimu, asanteni sana. Kijana, Niambie mtaalamu. shida iko kwa mke wako wa kwanza. Mke wangu? Ndiyo, mke wako wa kwanza. Mke wangu wa kwanza anahusianaje na tatizo hili la kupata mtoto? Yule si ni mke wangu yule? Usichokijua ni kama usikuagiza. Linda kivipi? Kivipi? Nimeelewa shida yako. Usichokijua, Linda kwao familia yao karibu yote ni washirikina, na usidhani alikuja kwako kutengeneza ndoa. Alikuwa kazini, walitumwa. Haja yake siyo ndoa, yeye alitumwa kukutoa sadaka. Maana inasemekana una nyota kubwa sana na nguvu za ziada. Nyota? Ndiyo, na nguvu pia za ziada. Nguvu zipi? Usijali kuhusu hilo, wakati ukifika wewe utajua. Uko na bahati sana wewe. Mpenzi wako Linda alinogewa na mapenzi sana, kwa hiyo ilikuwa vigumu sana kwake kukutoa sadaka. Ndiyo wakaamua kugeuza masharti yapo kufunga kizazi. Vinginevyo sai ungekuwa unapiga story na kina Michael Jackson, Bob Marley na Kanumba pia. Linda. Yaani siku zote napata shida, nadhalilika mtaani. Kumbe chanzo unakijua wewe. Oya we! Mwanangu aenda wapi? Nashukuru mganga kwa kusaidia, nashukuru. Nashukuru nini? Rafiki, sichukulie poa ujue, singatia hapa. We, Mbona sikuelewi? Singatia maokoto, unielewe. Mganga. Kwa dawa zipi ulizonifanyia mimi? Dawa zipi ulizonifanyia? Uniaibu. Ingekuwa kuja ungeajua yote haya. Bwaga kitu hapa wewe, singatia changu. Waganga wengine hata kama kuibia watu. Nini, nikuangushie bob? Sawa. Wacha yaishe. Ndio umeongea sasa. Sawa. Nashukuru sana. God bless you. Wow. Watu wengine bana masiara tu. Watu yangu. Moyo umebaki pekee.
ngumu haziishi. Tuloahidiana jana, leo tumeachana. Moyo umebaki pekee, naumia maumivu ya penzi la kufosi. Ninalia shindwa uvumilivu. Moyo umebaki pekee, penzi la